Sugar. Mchezo unapigwa Lake Tanganyika kule Kigoma, na Juma Kaseja anarejea nyumbani. Anasema amezaliwa pale, amekulia pale, sasa hivi yupo na wana Nkurukumbi Kagera Sugar na ndiye kocha mkuu. Kwa hiyo anarejea nyumbani akiwa na kikosi hicho cha Kagera Sugar. Kubwa zaidi ni alama 3 zinahitajika. Mashujaa timu ya nyumbani lakini yupo kazini. Mchezo mwingine ni saa 1 usiku, Simba dhidi ya Coastal Union, Meja Jenerali Samuyo, mwendelezo wa ligi kuu. Tunaanza leo mzunguko wa 4 bana sasa kwa wakati Simba wanaanza na hao wengine wa saa 10 wanaanza hao Mashujaa na Kagera, baadaye saa 1 Simba na hao Coastal Union. Sasa tukupe msimamo hapa kwa haraka ambapo upo kwenye mechi 3 za mwanzo. Kila mmoja kacheza mechi 3 mpaka hivi sasa. Young Africans anaongoza akiwa na alama 9 na Simba anafuata pia nafasi ya pili na naye ana alama 9. Nafasi ya 3 yupo Police Tanzania ana alama 7. Sawa kabisa na Azam ambayo yuko nafasi ya 4 na ana alama 7. Nafasi ya 5 ni Geita Gold alama 6. Nafasi ya 6 ni Mbeya City alama 6, lakini pia Namungo nafasi ya 7 alama 6. Nafasi ya 8 wapo Singida Black Stars alama 4, wakati Mashujaa wao wako nafasi ya 9 wana alama 3. Fountain Gate nafasi ya 10 alama 3. 11 nafasi wapo TRA wana alama 2, wakati nafasi ya 12 wapo Pamba Jiji kutokea pale Mwanza, wao wana alama 1 pekee, sawa na Dodoma Jiji nao wana alama 1 kwenye nafasi ya 13. Nafasi ya 14 ni Coastal Union alama 1, nafasi ya 15 Kagera Sugar alama 1, na nafasi ya 16 ni JKT Tanzania, wao pia wana alama 1. Kwa hiyo tunakwenda kwenye mzunguko wa 4, kila mmoja anafahamu pia pale alipo, na msimamo ndio huo ambao upo mpaka hivi sasa. Bwana, hayo ni yale ambayo yapo yanazungumzwa kutokea hapa nyumbani Tanzania, hasa kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Hayo ndio ambayo tuko nayo hapo. Sasa tuangazie pia kimataifa huku kwa haraka ambako pia yako mengi ambayo yanazungumzwa hapo. Huku ni ligi mbalimbali ambazo zimekuwa zimeendelea. Jana kulikuwa na michezo pia kwenye ligi hizo mbalimbali. Sasa kwa kuanza hapa, pengine tuanzie kuna cheki hapa michuano ya UEFA. Tuanzie UEFA ambako jana imepigwa michezo ile ya mwisho ya qualifications, na AEK Athens jana anashinda goli 4-0 dhidi ya Lech Sofia, na amepita AEK Athens kwa aggregate ya goli 4-0. Kumbuka mchezo awali ulitoka bila, kwa hiyo mchezo jana AEK akiwa nyumbani kamtandika goli 4-0. Mchezo mwingine ulikuwa ni Lyon dhidi ya Fenerbahce. Mchezo umetamatika kwa Fenerbahce kuwa ugenini na ameshinda goli 2-1. Anapita kwa aggregate ya goli 3-2, anakwenda zake mbele kwenye hatua nyingine ya michuano hiyo ya UEFA Champions League. Lakini NKSLG yeye akiwa nyumbani jana ameondoshwa goli 2-1. Mchezo umetamatika hivyo dhidi ya Slovan Bratislava, na kwenye aggregate ilikuwa ni 3-2, lakini mchezo jana umelazimika kwenda kwenye extra time. Kwa hiyo wamekwenda huko, lakini wenyeji NKSLG wameweza kuondoshwa kwenye michuano hiyo. Viking wakiwa nyumbani wameondosha Dynamo Zagreb kutokea Croatia pale goli 3-1 wanashinda jana, na kwenye aggregate inakuwa ni goli 5-3. Kwa hiyo wanakwenda hatua ambayo inafuata ya michuano ya UEFA Champions League. Kule conference pia mchezo mmoja umepigwa hapo jana. Hearts yameweza kupita akimondosha kwa mikwaju ya penalty Rapid Vienna baada ya mchezo kwenda sare goli 2-2, na mchezo wa kwanza pia ulitamatika kwa sare goli 2-2. Kwa hiyo wakalazimika kwenda kwenye mikwaju ya penalty na anaondoshwa Rapid Vienna. Hearts anaweza kuendelea mbele na michuano hiyo. Draw ya UEFA inafanyika leo. Tunakwenda kufahamu sasa kwenye hatua zinazofuata, na hao wengine wataungana nao humo ndani kwa ajili ya kukamilisha draw ambayo itaanza kwa mfumo wa league, baadaye huko takuja hatua za mtoano kama ambavyo tumekuwa tukifahamu. Hiyo ni UEFA Champions League, lakini pia UEFA Conference. Hasa pale nchini Uingereza pia jana imepigwa EFL Cup mwendelezo. Brentford ametupwa nje, ameondosha Burnley kwa mikwaju ya penalty. Hao ni Bradford. Yes, wameondosha Burnley, wao wameweza kupita kwa mikwaju ya penalty. Newcastle wameweza kushinda goli 3-2 dhidi ya West Bromwich Albion, wakati Tottenham Hotspur pia kimchekaza Charlton goli 5-1, na Spurs anasonga mbele. Preston North End ameondoshwa nyumbani pia goli 4-0 dhidi ya Everton. Sasa leo pia kuna michezo mingine ya EFL. Saa 3:30 usiku Chelsea atakuwa dimbani dhidi ya Luton Town.
wakati Fulham yeye atakuwa anakipiga dhidi ya Wimbledon saa 4 kamili usiku. Ya, kwa hiyo hali iko hivyo. Pale nchini Hispania jana pia kumepigwa mchezo mmoja La Liga, Real Madrid akishinda goli 4-1 dhidi ya Real Sociedad. Mbappe akipiga hat-trick. Inawezekana kani hat-trick ya kwanza hii kwenye kwa msimu huu kwake yeye. Sina hakika kama kuna mwingine kafunga hat-trick mzunguko wa pili. Barcelona walishinda ngapi za kwa 5 zile, lakini hakuna aliyekwenda 3. Hakuna aliyekwenda 5. Ile safu ya ushambuliaji Madrid unaweza kaipongeza jana kwa sababu kabisa funga bao moja Vini anafunga, Mbappe Ballon pia wanakuja na sawazisha. Baada ya hapo zikawa dakika za machungu sana kwa Real Sociedad. Ballon pia kabisa wanalimwa chuma nyingine 3. Vini kama ulivyosema, Kylian Mbappe Lotini inaendelea kuwa ni safu ya ushambuliaji ambao ni hatari zaidi. Lakini kwa Barcelona sio haba pia umeona. Wameanzia pale walipoishia msimu uliopita, na ukiangalia sasa hivi jana wana mfumo ule chini ya Mourinho. Nyuma ya Mbappe kuna watu watatu pale, Bellingham, Vini pamoja na Gadagula ambao wameaminiwa. Eneo la Shimoni nani alikuwepo jana? Katikati Valverde na Silva Bernardo. Yes, hiyo ndo nguzo kubwa ambayo imekuja kuongezeka kwa sababu ukiangalia mara kadhaa ambazo Nico Valverde anacheza eneo la katikati ulikuwa unamuona kabisa kuna nguvu anaikosa. Yaani kuna muda chemistry labda Eduardo Camavinga, Sioni, Aurelien Tchouameni Sioni, lakini Bernardo Silva, na nakumbuka wakati City wametangaza kuachana naye, tulikuwa hapa nikawaambia timu itakaomnasa Bernardo watapata kitu sana. Na wakati alikuwa anatajwa kwenda Saudia, lakini Perez ameona dhahabu mchangani. Eneo la kiungo hili uwepo wa Bernardo Silva na Nico Valverde utaimarisha sana safu ya kiungo ya Real Madrid. Wana kabisa, tusubiri tuone Jose Mourinho kwa mara nyingine pia akiwa na Real Madrid msimu huu kipi hasa atakifanya. Kule nje pia walikopa kina Diomande, kina Brahimi Diaz. Mwe mnatanguliza neno bwana mdogo. Bwana mdogo. Diomande. Yaani wake yule mdogo wangu sana. Bado sana. Yaani wewe unapojitafuta huko miaka 19 tu. Diomande kutokea Cote d'Ivoire. Bwana, kwa hivyo Marco Correa anaanzia benchi sasa hivi pale. Nafuka pia maisha yanakwenda kasi sana. Bwana, leo pia La Liga inaendelea, michezo mingine miwili. Celta Vigo wanapiga dhidi ya Osasuna saa 3:30 usiku, wakati Barcelona wao watakuwa na mchezo dhidi ya Athletic Club Bilbao saa 4 usiku. Hiyo ni michezo mingine pia ya kwenda kuishuhudia. Lakini pia kuna hitimisho ile UEFA Europa League qualification na kule conference, michezo ya kutosha sana. Tutafahamishana baadaye pia kwenye T-Sport huko. Alright, saa 11 jioni ni T-Sports magaza moja pale. Taarifa za kimichezo za kutosha tu. Utakuwa na Ramadan Kasim, unamsikia hapa na atakuwa anaongoza jopo lake tena pale. Kabisa bana, tumemaliza kwenye dondoza magazeti pamoja na Jaramba. Asante sana kwa hapa, nasema jamani nipo Majengo hapa Roma hospitali, geti la zamani nimeweka sauti kubwa sana.